Ziara ya mfalme wa Uingereza Charles na mkewe Malkia Camilla nchini Marekani itaendelea kama ilivyopangwa licha ya tukio la ufyatuliaji risasi nchini humo na kuzua wasiwasi wa kiusalama. Taarifa iliyotolewa na kasri ya kifalme ya Buckingham imesema uamuzi huo umefikiwa baada ya majadiliano ya pande zote mbili. Katika gumzo hii leo tunaangazia ziara hiyo na tukio hilo la ufyatuliaji risasi. Nimezungumza na Dr. Nicodemus Minde, mtaalamu wa usalama, na Mubwela Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, ambaye anaanza kuelezea jinsi raia walivyopokea shambulio hilo. Nafikiri ni tukio limepokelewa kwa namna ya ugawanyishi zaidi kwa sababu ya namna ambavyo sasa hivi nchi ipo. Watu wengi wamehoji maswali mengi kuhusiana na tukio lenyewe. Ukiangalia baada ya kutoka kwa video kadhaa, mapicha mjongeo nyingi kutoka katika pande mbalimbali, watu wakaanza kuhoji baadhi ya mambo, kwamba ilikuwaje wakati watu wengine wote ndani ya ukumbi wameonekana kushtushwa, ni rais peke yake na watu walikuwa kwenye high table hawakuonekana kuwa habari chochote kinachoendelea. Ilikuwaje alianza kutolewa makamu wa rais kabla ya rais? Ilikuwaje watu 6 watano wote wa succession, kwamba una rais, una makamu wa rais, una speaker, una watu wote walikuwepo katika jengo moja na bado hawajapata security kiasi cha kutosha. Lakini pia ilikuwaje yote yalitokea ndani ya nusu saa tu hivi, kukawa kuna ni kama vile hakuna kilichotokea, hakuna alionekana kwamba ameathiriwa. Tulisikia rais anasema kwamba imekuwa very traumatic, lakini hatuoni ndani yake. Na watu wengi wamehoji kuhusiana na hili, kwamba kama ni kweli kwamba tukio hili lilitokea bila aina yoyote ya mpango, Donald Trump ni rais wa kipekee kutokea na pengine hatotokea mwingine, lakini pia ana upekee wake mwingine, kwamba kila wakati ambao mambo yanaonekana kwenda vibaya ndani ya nchi, kutokuwa kuna tukio kama ile ambalo linaweza likawafanya baadhi ya watu wakampatia aina fulani ya huruma. Tunasema katika kura za maoni, baadhi ya watu wanaweza kuanza kufikiria kwamba labda anasakamwa, labda anatafutwa, labda ana nia njema. Kwa hiyo kuna mgawanyiko mkubwa kwa wale ambao wanaamini kwamba lilipangwa na wengine ambao wanahisi kwamba kama halikupangwa, basi kuna makosa ambayo watu wengi wanatakiwa kuwajibishwa, na kosa la Donald Trump kuweka watu ambao hawakidhi nafasi. Na kwa hapo Dr. Nicodemus Minde, kwa uzoefu wako, ufuatiliaji wako wa masuala ya usalama wa viongozi, tukio kama hili linaweza kupangwa? Nadharia kwamba ni maigizo hujitokeza mara kadhaa, hasa ukiangalia hali ya kisiasa ambapo ipo Marekani kwa sasa. Kuna ile mvutano wa kiitikadi pamoja na kichocheo cha mgawanyiko kutokana na vita ambavyo vilikuwa vinaendelea huko Iran, pamoja na mambo mengine ya kisiasa, tukizingatia kwamba kuna kura inakuja mwezi wa 11, pamoja na ule uungwaji mkono wa Donald Trump umeshuka chini kwa muda wote ambao umewahi kutokea. Kwa hiyo tukio la aina hii huwa linajenga taswira kwamba unawezekano kwamba labda limepangwa, lakini ukiangalia pia inaonyesha pia ni kuzorota ama lapses kwenye masuala ya usalama katika ule ulinzi, ikizingatia kwamba dina hii ilikuwa inafanyika katika hoteli na ilikuwa inajumuisha maafisa wa juu sana wa serikali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema